ndio Prime Minister Kenya and abroad. Mr. Speaker, kufikia jana usiku nimeanza kupokea simu zingine fake. Nasikia watu wa Mount Kenya, wasichana wa Mount Kenya wameanza kunipigia. Juu wanaona maisha yangu inaanza kuchange kwa serikali, so wananipigia. Mwingine akinipigia ati mimi naitwa Njeri. Njeri unasema nini? Ati mimi nakupendanga. Mimi naambia Wakikuyu mniwache kwanza, niweke Ruto kwanza arudie tamu yake ya pili. Bado sitakana na Njeri. Bado sasa inadili na Wajaluo na Waloya wale wamekubali kufuata Ruto. Mr. Speaker, nimesikia hapa mtu amesema ati yo Ruto huwa anaanza barabara na amalizi. Zile za Mount Kenya hajamaliza kwa sababu tulikuwa tumekataza Ruto asiuze kitu Kenya. Lakini sasa hivi wameanza kutengeneza za Nyanza. Ruto uza Muthurwa, tengeneza hizo barabara. Uza Gikomba, tengeneza hizo barabara. Kuna shamba hapa Mount Kenya hizo zimejaa jaba. Hizo shamba zinaleta nyoka hapo, uza hizo shamba. Tengeneza barabara. Mr. Speaker, sisi tuliwaambia, mimi naambia Wajaluo na Waloya, madui yetu ni mtu ambaye anaitwa Kikuyu. Mtu ambaye amefungwa kilemba kwa kichwa. Leo wamefuata ukina Babu Owino. Huko Narok. Tia gas imepigwa, watu wamekimbia, ukipata bagi zao zimeanguka hapo, zimebeba mkimo. Wajaluo wanabeba mkimo. Ukina songa walienda huko wamekula mkimo wameshiba. Mr. Speaker, mimi nataka niwaambie, adui ya Jaluo na Moloya ni hii kabila inatoka hapa juu. Hii ya koti kubwa, hii inafunga msipi inakaa kama hindi ya kuonea. Mr. Speaker, umejua juzi Ruto ameongea, ala mtu anasema Ruto aliongea tu in general. Akasema wewe ule kula msichana ukaua. Na wewe unanyambanga na unalala kwa mkutano. Na wewe hauna bibi. Mr. Speaker, mimi nilishangaa. Kumbe koti ya Matiang'i ni kubwa kuliko ya Rigathi Gachagua. Matiang'i kesho akasimama na koti kubwa kama ile koti ya nani? Anaitwa nani? Ule George Bush. Mr. Speaker, anajibu kunyamba. Ati mimi si nyambangi. Matiang'i kubwa unajua na nyamba, kunyamba si mbaya. Kwa mkutano kunyamba ndio mbaya. Kwa nyumba yako wewe nyamba tu. Mr. Speaker, mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua. Nimesikia mtu wa Mount Kenya amekuja hapa. Akasema ati kama huyo Rigathi Gachagua aliua kweli, si mumshike. William Samoei Ruto, shika huyo Rigathi Gachagua. Leta yeye hapa Inda. Fukuza wafungwa wote. Peleke jela nyingine. Nishike niweke hapo na Rigathi Gachagua. Usimfungulie kifungo. Wewe nifunge tu na yeye hapo ndani wiki moja. Wiki moja nikitoka hapo na Rigathi Gachagua, mapu mahali nimefuatia, utakuwa naona tu mkono ya koti yake iko hapo Doni. Nyuma ya koti yake inapatikana hapa Jakaranda. Mr. Speaker, huyo mtu mimi nimachukia. Kwa sababu hiyo ndiye adui ya Mkenya. Saa hii amegeuza akili ya wazee huko Nyanza. Mpaka Orengo, mzee mkongwe mwenye mimi nimesalewa. Nimepata kama Orenga sasa mama president huko Nyanza. Sasa hii pia Rigathi Gachagua mbadilisha akili yake, anajiita Sifuna Mr. Speaker. Tangu lini mimi nijiite Bukusu Mr. Speaker? Hiyo ni kitu mbaya sana Mr. Speaker. Orengo anajiita Sifuna. Ati Orengo pia amevaa nguo yenye imechorwa nyumba ati mimi ndio Sifuna. Orengo sio Bukusu. Mimi nataka kuwaambia Mr. Speaker. Nataka niwaambie Mr. Speaker. Saa hii unapata Jaluo baada ya Jakaranda hapa na Slippers na Kinyasa. Baada anasema ati Ruto one time. Na Ruto naye anajenga mabarabara huko Nyanza. Mabarabara hata sina watu wa kupitia. William Samoei Ruto, jenga hizo barabara hata kama Wajaluo wamekwamia huko Jakaranda. Wewe jenga tu hizo barabara, Wakalenjin watakuwa na trenia mbio kwa hizo barabara. Ikikosa kazi, waje Wakalenjin watrain kwa hizo barabara. Juu Wajaluo wenye unajengea barabara ndio hawa hapa nyuma yangu. Hawataka kwenda nyumbani. Hao pia wamelaaniwa. Unapata Jaluo kwa hapa nyuma, yeye pia anasema one time. Na Jaluo anaishi kwa nyumba ya kata unapa chini. Kando ya mto, Mr. Speaker. Na sasa hii Ruto anajenga affordable. Anasema ati haziishangi. Haziishangi na umevaa slippers, unalala kwa nyumba mabati hapa na mtungi ya gasi kama mwenye kwa ICU. Hao Jaluo walirogwa na nini? Mimi nataka kusema hivi Mr. Speaker. Mimi kitu yoyote yenye William Samoei Ruto anafanya hii Kenya, hiyo kitu ni mzuri. Na hii mambo ya Uganda, yeye nimesikia ati Oburu Odinga aliambia Museveni ati hii maneno itengenezwe. Na mtu anasema hapa ati Oburu Odinga anataka power ati aweze pigana na nani? Na Museveni. Uganda hii ni country ndogo, haina hata Uganda Navy.
Hii tunatoka tu hapa, Wajaluo wanatoka tu hapa Jacaranda au wenye wana kazi. Tunaenda Nabo. Tunaenda Nabo, tunasimama katikati ya maji. Tunaanza tu kuruza mawe na urujiri. Tunaruza Uganda. Hawa huwezi tufikia kwa sababu hawana navy. Hii ni country kidogo sana, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nimesikia mtu amesema hapa ati Kalonzo Musyoka ndio preferred candidate wake. Mr. Speaker, na huyo mwenye anasema nimemuona hapa ni Bukusu. Kwa sababu Bukusu hata akiongea pale mimi najua tu ni Bukusu. Ukiangalia tu mapua yake. Mapua inakaa kama ya nini Fresian, ile ng'ombe ya Fresian. Mapua ni kubwa mpaka umekaa hivyo. Ati yeye pia anasema Mr. Speaker, unapata Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, ati Mr. Speaker, ati unapata hapa kwa bunge ati Bukusu ana support Kalonzo Musyoka, na Kalonzo Musyoka ndiye amejenga jela hapa. Wabukusu wamefungwa huko jela. Mr. Speaker, Kalonzo anajenga jela kwao na anajua vizuri Wakamba ufanyaji kosa. Mr. Speaker, Mkamba anaweza fanya kosa gani? Kosa ya kuiba tairi ya gari. Hiyo ni kosa inaweza fungwa kwa jela. Alafu Kalonzo anajenga jela kubwa huko, wenye wamefungwa huko ni wa nini? Wabukusu. Wenye walienda kukufa Mombasa kwa nani? Kwa ule pasta. Ule pasta Mackenzie. Wakashikwa kama wajakufa. Ndio wamejaa hiyo jela. Alafu Mkamba pia, Mluya pia anasema ati Kalonzo tosha. Kalonzo tosha kitu gani? Haya.